Right? Naelewa. Ya vitu kama mambo ya ujana. Ya kweli. Kwa umeona nilikuwa nimetulia home. So nikasikia mtu anabisha mlango. Umeona? Alipobisha mlango nikasema what happened right now? Sina appointment na mtu. Sina appointment. I don't have yani sina hata sijapata kukutana na mtu kabisa, imagine. So ikabidi nifungue mlango. Nikawa nimeona picha. Umeona? Ndio. Ya mwanadada fulani hivi ni black skin, ana weusi yani design kabisa, ana maumbo kama na hivyo. Kwa nikawa nimuuliza ni mara yako kwanza mimi nakuona wewe binti. Kwa na toka nizaliwa hadi kwa muda huu hadi umri ambao nao kwa muda huu sijakutana na binti kama na wewe. Kwa sijui unaitwa nani? Kaanza kumuimba. Uone? Nikamwambia unaitwa nani? Nikawa nimemuuliza hivyo, akaniambia kwa mimi naitwa Nice. Nikamwambia wow, jina nzuri. So akaniuliza na wewe vipi mkaka, unaitwa nani? Nikamwambia no, sasa wewe unazaje kuniuliza unaitwa nani wakati ni first time yako wewe? Umeona? Na unabisha kweli. Unabisha afu unakuja kuzua ni nani? Toka tu mfano hata wewe unatulia nyumbani mfano. Umeona? Kuja tu mbichi anakia kugonga na kutafuta wewe. Mwisho siku kuuliza wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe uta imagine vipi? Aieleweki hata kidogo. Umeona? Kwa by the way nikamwambia kweli. Mimi ni Hastan boy. Akaniuliza vipi na jina lako kamili ambalo waga unatumia kabisa ni la kitovu yani la wazazi. Nikamwambia mimi naitwa Hussein, ndio jina langu. Ya akaniambia okay poa, ningependa kutafuta wewe. Nikamwambia oh my god, unanitafuta vipi? Sikuelewi. Hatujuani nini. Nikajiuliza how come. Umeona? Akaniambia kuna kutafuta wewe. Ndio. Umeona kilichotokea sasa bro, nasikia taibu kuelekeza. Kweli yani. Kweli. Nasikia taibu kuelekeza. Kwani sio yale mambo ya ujana tunazoea kila mtu. Unajua mwanamke anakutafuta na anabisha mlangoni anasema ni wewe ndio nahitaji. Na mi directly napata najipa picha kama mtu mzima. No, sijipe jibu wakati sijakwambia sasa. Kunzi ba INYISHU media hano kandi kuze John muvyara wanyu imbere ya kamera ndabaramukije bivanye naho muri mwiriwe cyangwa bwake umeze bien. Hama nagarutse kandi imbere ya kamera inyuma yuko nari nahagaritse akazi, ariko byabaye ngombwa ko ngaruka. Nabonye umenga gureka akazi kubera umuntu kubera kugaye peu importe, bazomfata uko bashaka nazo bazomfata uko bashaka, ariko akanoti kaboneke. So bakunzi ba INYISHU media nkuko musanzwe mubizi ndabazana ibintu bimeze bien, ibintu bitagase bimeze fresh. So rero no musi nahuye no mu make umutipe avuga ururimi nyene gwa hakurya n'umuntu yavuye Tanzania tizi. Rero dushaka nyene atubwira icyamuzanye kubera ko je naje ntavyonzi nawe ne sindamuzi. Bro njoo makwanza nakuona. Ya ni kawaida nyamara kwanza kweli. Ndio. So rero bakunzi ba INYISHU media ngira ngo murumva yuko avuga ururimi nyene je mvuga ikirundi, ariko wewe ngira ngo aza kugerageza kuntahura avuye Tanzania gusa, ariko ikirundi bakizi gato kubera amazimisi ari ngaha mu Burundi. Rero icaje kimuzana ntaco ndamenya. Bro unaweza kutuambia jina lako? Ya kweli mimi kwa majina najulikana kama Hastan boy, ndo jina langu kweli. Jina lake Hastan boy nimesema vizuri. Okay, Hastan boy ni umuhungu ngira ngo mamubibona. Rero nituzi camuzanye kipi kimekufikisha mahali hapa paka saa hii, ni kitu gani kimefanya uwe hapa kwa huyu muda? I say mimi na story ndefu bro, endapo nikianza kusimulia hapa sijui utasema vipi, yani sielewi market time tatafuta kwenye mashati. Lakini na vitu important vimenifanya hadi muda huu nimepo hapa. Okay, so rero numwe yashoboye kuturondera. Murabizi ko INYISHU media turi INYISHU ku bantu bose, turagerageza tugashika impande n'impande. Ryari twamye muri Kongo, uno musi turi ngaha mu Burundi, gusa abantu bose basingwane bafise ikibazo bashobora kuturondera kugira ngo tushobore kubatorera INYISHU. Rero dushaka tubwire ikibazo nyamukuru cyatumye ari ngaha. Yavuze ko yitwa Hastan boy, atubwiye ko afise story ndende cyane ashaka kutubwira. Rero dushaka kumenya ni ngorane nyabaki. Ni unasikia hata kirundi kidogo?
Yeah, unajua Kirundi sio lugha yangu na ni first time nafika hapa Burundi. Kwa inafikia stage na ugumu sana wa kukisikia Kirundi, lakini kama kitu kama salamu, kwa vitu kama na hivyo, lakini ukiingia kwa undani unakuwa unanitupa kabisa. Yani hata presentation yangu hakuelewa hata kidogo. Yani sijakuelewa. Nimekusikia tu Chris, sijajua kama unamaanisha kipi wallahi. Okay, so bakunzi wa INYISHU Media, I'm sorry for you bro. Sababu hata na mimi naelewa Kiswahili ila sikitumii sana, ndio maana inakuwa na ugumu fulani kwa kuzungumza, ila najitahidi. Kwa hiyo utakuwa unanielewa kwa udhaifu wangu kidogo kwa Kiswahili, ila nitajitahidi ili tuelewane. So bakunzi wa INYISHU Media rero namwe ndabasigurire Kirundi kiramugora, wanaotufuatilia wengi wanasikia Kirundi, ndio maana ukiongea na kwa watafsiria mimi okay. So bakunzi ba INYISHU Media rero ndaza gukoresha Icyongereza cyinshi, Giswahili cyinshi kubera ko urumva biragoye, na nilipendelea sasa utuambie historia yako kwa sababu umetuambia ni story ndefu, una mambo mengi ambayo unataka kutuhadithia, unataka kutuambia kuhusu nini kama vile. Yeah. First of all, kwanza kama nilivyojitambulisha kwa majina naitwa Hassan. Hilo ndo jina langu. Na hadi nifikia kufunga safari kutoka Tanzania hadi kufika hapa, kama nilivyozungumza, kuwa na mambo mengi kabisa. Na hivi hii television inaitwaje mfano? Inaitwa INYISHU. Yeah. Sasa kwenye hii television INYISHU nafikiri kuna mfanyakazi ambaye anaitwa Nice. Yeah. Haujakosea. Sijakosea? Ndio. Okay, asante sana. Na kitu yani issue kubwa sana hadi imepelekea mdau niwepo hapa ni kuhusiana na Nice. Yeah. So wakunzi wa INYISHU Media aho changira kibazo. Nice amefanya nini? What happened? Yeah. Kweli kuna issue kibao zimetokea. Unajua kwetu Tanzania ni kwa kuwepo changamoto kibao. So, na hadi nifie kujua Nice ni first time, na wewe mwenyewe unanishangaa kwanza kuniona Burundi, jiwe kuniona hata kwenye social media jiwe kuniona, ni mara ya kwanza. Pia mshangao mkubwa, unamfahamu Nice? Ndo unapaswa jiulize sasa, huyu brother katuletea kipi? Ndio hapo ndo kuna swali sasa. Usije ukafikiria kama nakuja kujenga kwenye nani, kwenye TV so kweli. Ndio. Umeona, lakini tu ni shida zimetokea kuhusiana na Nice. So nilivyokuepo kule Tanzania, kama nilivyokuambia, ni story ndefu. Unajua kule mimi waga ni muigizaji. So na kama ni muigizaji waga nafanya many things, nafanya vitu vingi sana. Unaona. Kwa hiyo issue ya Nice imeingiaje mfano? Nipo Tanzania, so nipo home natulia, you know has chilling, natulia tu nakaa. Kwa ikafikia stage mtu anakuja kubisha mlango, anabisha hodi. Nikasema nani kwa muda huu? Ilikuwa tu muda mchana, cause na relax, nipo home na relax, yani najiachia, najua kama sina kipi kitakachonisumbua, right? Naelewa. Yeah, vitu kama mambo ya ujana. Yeah, kweli. Kwa umeona, nilikuwa nimetulia home. So nikasikia mtu anabisha mlango. Umeona? Alipobisha mlango nikasema what happened right now? Sina appointment na mtu. I don't have yani sina hata sijapata kukutana na mtu kabisa, imagine. So ikabidi nifungue mlango, nikawa nimeona picha. Umeona? Ndio. Ya mwanadada fulani hivi, ni black skin, ana weusi yani design kabisa, ana maumbo kama na hivyo. Kwa hiyo nikawa nimuuliza, ni mara ya kwanza mimi nakuona wewe binti. Kwa na toka nizaliwa hadi kwa muda huu, hadi umri ambao nao kwa muda huu sijakutana na binti kama na wewe. Kwa hiyo sijui unaitwa nani? Kaanza kumuimba. Uone? Nikamwambia unaitwa nani? Nikawa nimemuuliza hivyo, akaniambia kwa mimi naitwa Nice. Nikamwambia wow, jina nzuri. So akaanza, na wewe vipi mkaka, unaitwa nani? Nikamwambia no, sasa wewe unazaje kuniuliza unaitwa nani wakati ni first time wako wewe? Umeona? Na unabisha kweli. Unabisha afu unakuja kuzua ni nani? Toka tu mfano hata wewe unatulia nyumbani mfano. Ndio. Umeona? Kuja tu mbiti anakia kugonga, anakutafuta wewe. Mwisho siku kuulize wewe ni nani? Wewe utaimagine vipi? Aieleweki hata kidogo. Umeona? Kwa by the way nikamwambia kweli. Mimi ni Hassan boy. Akaniuliza vipi na jina lako kamili ambalo waga unatumia kabisa, yani la kitovu, yani la wazazi. Nikamwambia mimi naitwa Hussein, ndo jina langu. Akaniambia okay poa, ningependa kutafuta wewe. Nikamwambia oh my god, unanitafuta vipi? Sikuelewi, hatujuani nini. Nikajiuliza how come? Umeona? Akaniambia kwa nakutafuta wewe. Ndio. Umeona kilichotokea sasa bro? Nasikia taibu kuelekeza.
Kweli yani. Kweli. Hata sikia hebu kuelekeza. Kwani sio yale mambo ya ujana tunazoea kila mtu. Unajua mwanamke anakutafuta na anabisha mlangoni anasema ni wewe ndio nahitaji. Na mi directly napata najipa picha kama mtu mzima. No, usijipe jibu wakati sijakwambia sasa. Si unajua tena. Labda unachokifikiria sio. Labda umeona. Ameiba. No, hajaiba. Amefaa. Bon. Mi sielewi sasa ndo tufafanulie kidogo. Muda mwingine jisikia hata karibu kuongea japo kwa ni mvulana mwenzangu maana bongo. Ndio. Lakini ngoja tu nikwambie actually unajua na ni sababu ambayo nipeleka hadi muda niwepo hapa. Ni must tuniongee. Kwa alipobisha pale nikamkaribisha ndani kama kawaida. Unajua mgeni siku zote unaweza kumkaribisha mlangoni, lazima muingize ndani. Kwa nikali nimemuingiza ndani. Nikamwambia akae kiti, nikamuuliza kipi kinywaji anachokitumia. Kwa akaniambia nimletee soda kawaida, juice zile. Kwa nikali nimemletea juice nikali nimemgawia pale, akawa ameketi pale. Kwa mimi nilivyokwenda nikawa nimemwacha pale sebleni, mimi nikabidi niende chumbani. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nilikuwa nafuata chumbani, kwa nimekisahau. Kwa nikamaliza chuo chumbani, nikawa nimekuja sebleni. Kwa hiyo nilivyokaa pale, imagine nimekuja soda yangu tu nikajisikia mawenge fulani. Kilichotokea sasa sitaki kuimagine, yani sitaki kukihadisia. So bakozi wa INYISHU media jiwe bon alikuwa anamgira yuko vyabaye azashobora kubivuga gusa ila unaona kawaida wakati unaongea na mtu na una ugonjwa fulani, niseme hivyo, una ugonjwa fulani kwa mfano, ila uweke wazi ili utunzwe, ili upate matibabu. Labda sijui unaona umenitafuta mimi, umeniambia kaka, nahitaji tuongee, nahitaji kuna tatizo fulani nataka solve. Sawa. Kwa hiyo sasa kama haujanambia mimi sitakuwa na ule uwezo wa kufahamu, kwa sababu mimi siko jini, siko Mungu ili nigundue wewe sio jini azionga. Okay, actually so kama nilivyokuambia, alipofikaga pale tukao tumeketi pale sebleni, umeona right? Na mimi yani tuseme apartment ni kwangu binafsi, nakaa peke yangu kwenye apartment yangu binafsi, sina ndugu, sina tukakaa pale sebleni, tukawa tunakunywa juice tu, akawa anapiga story moja mbili tatu kama kawaida. Unajua sehemu ambapo watu wao wanakaa story wa gazi kosi, right? So tukawa tumepiga story moja mbili tatu. Kwa imagine akaanza attraction ziweza kunisogelea, right? Akanisogelea, mimi kimwona najiuliza nani huyu, first time namuona leo, then kitu kama hiki nataka ku happen. So sasa nikafurahi kitu kama hiki kitokee, umeona. Kwa akawa amenisogelea, so imagine na mimi ni mwanaume bro, na mimi na matamanio ya mwili. Udhaifu wa mwanaume ni mwanamke pia. Umeona. Kwa tukabidi tu sexy naye. Imagine umeona, tukao tume sexy naye. Sasa kule ku sexy naye, so ni kama ameniachia mimi tuseme kama ameniachia mimi panic fulani kwenye kichwa changu. Nikasema huyu msichana vipi, simuelewi. Kwa hiyo nikamuuliza kwanza, vipi unatokea wapi? Then akaniambia mimi kajua Burundi, Bujumbura. Nikasema dasa Bujumbura ni kubwa dadeki, nitampatia wapi, right? So nikasema sio mbaya. Kwa imagine tukatembea naye tuka sex naye, so ikafikia stage yake, akasema ngoja basi nikuache mimi naondoka. Nikamwambia sasa unaondokaje? Yani tupate ta one night hapa, tukae hapa usiku, then uende asubuhi. Akaniambia no, kwa muda huu na vitu nahitaji kufanya. Nikamwambia siwe kesi, kama unataka kuondoka it's okay, right? Unaweza kaondoka. So ikafikia stage nikabidi nimscot. Akaniambia no, nataka kuniscot, usiniscot, mimi kwangu ni kawaida tu. Kardinal. Umeona? Akawa ame cancel show kuna nini ya kumscot, cancel kabisa. Umeona? Kwa nikabidi nibaki sasa. Akabaki kwenye mind zangu, akawa ametawala ufahamu akili yangu. Kwa hiyo kila wazo flashbacks zake ndo zinakuja tu. Yaani kabisa, actually kabisa, nisiongope, nisiwe muongo. Usiweke ubinafsi wa kutaka kuficha mambo actually. Ndio. Yaani akatanda kwenye mboni za macho yangu. So nilikuwa namuona nikasema, "Oh bro, uwezo kumzungumzia mtu ajui boda. Uishi naye, umeona?" Ndio. Japokuwa mnakutana naye, kazini, mnakutana kazini. Unaona, hata nikueleweshe. Tunatumika 6 days a week. 6 days a week. Kuanzia Monday mpaka Saturday. Okay. We work, tuko kazini. Si wazi kama on Sunday
she can be in Tanzania and For one day only. Siwezi kujiimagine. Sasa na mimi hapo unanichanganya. Umenichanganya. Umeona? Hadi nifikie kusema nice and nimekisha kwenye television yenu, umeona hadi nimefikia kutafuta wewe ni kutokana na swala ambalo nimeliona kule Tanzania, ndio kwa maana nimefikia kwako. Ndapokuwa naambia kuwa sijui mnatumia kuanzia Monday mpaka Saturday. Kwa hiyo unanipatia changamoto kichwani. Imagine. Hata na mimi sielewi. Nice namuona kila itwapo leo tuko naye kazi. Ila kuna masaa fulani anakuwa hayupo na hayo masaa anaelewesha ana sababu zake za msingi anatuambia na tunamuelewa. Kuna masaa fulani kama kuanzia like a break. Anakuwa hayupo, ila si wazi kama hiyo mida ndo anaendelea kuwa ametoka anaenda Tanzania na anarudi haieleweki, ama on Sunday ndo akosekane na akue Tanzania, on Monday tunakuwa naye kazini. Ndio maana inakuwa kama vile changamoto kichwani hata kwangu mie pia. Sijui sasa kama mlikuwa naye, do you remember which day she was there? Siku gani alikuwa pamoja na? Imagine naona mimi tukiendelea kuongea tutashindwa kuelewana. Sababu kilichonileta hapa nilikuwa nimemuona kule. Na nimefika huko na naambia kuwa kuanzia Saturday na Monday mpaka Saturday anaweka. So kitu ambacho naweza kusema mimi sasa, umeona mimi kama mimi kwa tukisema tuendelee kuongea hapa tutofika mwisho. Umeona? Kikubwa ambacho mimi nadhani nikahitaji ni kuwa nikumbanishe naye basi. Afu mengine atakayotokea wewe mtajipatia sajibu kama ameenda muda gani, kama ni siku gani amefika kule, na yule ambaye nimemuona kule ni yeye au la. Nafikiri tutasuluhisha. Labda yeye atatuambia. Ndio kitu ambacho nadhani kaomba kitu kama na hicho. Tukutane naye tukiwepo mimi, yeye pia na wewe. Ndio. Nafikiri inaweza kuwepo vizuri sana. Hilo linawezekana. Ila kwa sasa siwazii juu yuko kazini. Ndio. Labda jioni. Unaweza karudi jioni? Haina shida kwa sababu kitu ambacho kimeleta hapa ni yeye nice. Yaani kazi kubwa, objective yangu mimi kuwepo hapa, umeona, ni nice. Kwa hiyo naweza nikasema kwa nitakuwepo sababu ndo object yangu mimi kuwepo hapa. Ndio. Kwa hilo haina shida, usiwe na shaka. Bakuzi wa INYISHU media ndabashimiye cyane. Mubona rero nice atangiye kutuzanira ibibazo. Twahora tuvuga Prince uno munsi rero nice wewe harajwe atangiye kutuzanira abatanzania ahanye rurimi navuze ivyongereza navuze Kiswahili maka vyancanganije. So bakuzi wa INYISHU media gusa ndabasezeranye yuko ngiye guhuza nice nuno mutipe kugira ngo tumenye ukuri aho gwagaze mubande mudukurikirana kuri channel uno munsi nyene higozwa gurara mpuye na nice. Mbere yuko ntaha ndaza kuvugana na nice kugira ngo tumenye uko ibintu biriko byakurikirana. Thank you so much Benny. Zima kamera.